Okay. Na alikuwa ameongea akasema siku moja nafanya nini? Nitakumaliza. Alikuwa shaisema? Yeah. Okay. Alikuwa shaisema. Si mara moja? Hapana. Wakati niliangalia nyuma mara ya pili, naweza nikakutana na panga. Panga? Panga kwa kichwa. Kwa kichwa? Kwa kichwa. Naendelea kukata hiyo kichwa. Akaendelea kukata kichwa? Kichwa. Watu walikuwa wapi? Nikasikia nikipelekwa emergency ward, nikasikia nikiongezwa damu, nikasikia paka nikienda theater. Only on the beat. Hi good people, this is the Talk It All Show, a very beautiful show hosted by the one and only Lydia Kamano. And this is a show where we'll be doing interviews, people with stories that change life, to some of you, to most of you. So stay tuned to this amazing channel so that we can inspire someone, so that we can teach, we can inspire before we expire. Bye-bye. Yes. Back to the story. Umeuza mitumba, mtoto wako anaendelea na shule. Sasa ni kisa kenye tunatamani kusikia. What happened? Wakati tuliendelea mimi na shughuli zangu na mtoto wangu, yeye naye na mambo yake huko nje, mimi nilikuwa nimetulia. Kwa sababu ilifika nikaona ni mimi na mtoto. Baba, wacha tuite baba, lakini hayupo. Kaendelea hivyo, ikafika siku moja sasa. Alianza tu vile nimewaambia, alikuwa anatafuta mambo, maybe wakosane huko nje. Akuje nayo paka kwa nyumba. Akakuja siku akaniitisha simu, aliambia leta hapa hiyo simu. Simu yako? Simu yangu. Nikampea. Sijui alikuwa anatarajia nini. Akatafuta, akachukua na hiyo simu ikazima. Akasema mimi ndio nimezima na yeye ndiye ako nayo. Akasema hii simu nifungue ama anipige. Mimi nikamwangalia. Kumbe ni usiku. Usiku saa 7 ya usiku. Umeshoka, umefanya shughuli zako, umeingia kwa nyumba. Ulikuwa umelala? Nilikuwa nimelala. Yeye sasa kutoka hiyo usiku hiyo anaingia. Leta hiyo simu hapa. Sijui huko nilipea chakula. Saa 7 ametoka wapi? Apewe chakula, alikuwa ameenda wapi? Hii ni saa 7. Saa 7 ni saa ya kukula. Mimi kitu ya kwanza wakati aliitisha simu nikampea. Hiyo simu sijui alifanya aje ikazima, akasema nimezima na nikampea. Haya, akasema sijampea chakula. Na wakati aliingia nilimwambia nikupashie chakula. Akanyamaza. Bado ulikuwa na roho ya kupashia chakula? Si ndio asikuje kuniambia simulishi sijui nini. Yaani ulikuwa unaogopa tu maneno? Sikuwa nataka hiyo mambo mingi hiyo. Nikamwambia, wakati nilimwambia nikupashie chakula hakujibu, hakusema ndio au la. Lakini wakati simu ilianza maneno atini, hata sikumpea chakula, hapa ni kwake, sijui niko na wanaume huku nje, sijui nini mambo maneno mingi. Kumbe hiyo siku alikuwa tu amepanga. Sasa wakati tulianzia hapo kwa simu, akakuja, kulikuwa hiyo nyumba kulikuwa na vitu ya kanisa. Kulikuwa na hizi amplifier, keyboard, hizo vitu zote za church. Akakuja, kuna waya moja nono kiasi. Akatoa hiyo waya, sijui alingoa aje. Alikuja na hiyo, akakuja na kamba hii kamba ya ng'ombe ya makonge. Akakuja, si nimelala. Mtu ukilala si umelala uko uchi. Akakuja na hiyo kamba. Akanifunga vizuri mkono na mguu. Nisiende mahali. Na usisahau atafanya hivi vitu yote mtoto wako. Mtoto anaona? Mtoto wako. Na nilikuwa na msichana fulani hapo. Analala room nyingine. Mimi na mtoto tuko kwa room. Yeye ameingia tu, amekuja na hiyo kamba, amenifunga, amekuja na kisu ya mboga. Wakati alikuja na kisu ya mboga, nikamwambia, mimi nilisikia nimemwambia usiniue tu pumzike. Uache kushinda umenisumbua.
unasema hapa ni kwako. Hapa ni kwako, mbona ulali kwako? Mbona ukuli kwako? Nini nakukimbisha? Nikamwambia ni uwe kuja nazo 2. Hapo hakuniguza na hiyo kisu, lakini ile kamba ile ya piano ile alikuja akanipiga nayo hiyo kamba, akanipiga kabisa. Hii mikono ilikuwa imefura kabisa, miguu imefura. Sasa kwa akili yangu sijamwambia, hiyo ni saa 8 sasa kuelekea asubuhi usiku ya. Kwa akili yangu nikafikiria kwa sababu hajaniua nimeponea. Na yeye kwa akili yake anaamka asubuhi akienda kazi. Sasa anajua mambo imeisha. Lakini mimi nilikuwa nimepanga kwa roho, nikasema hapana. Next mtu atakuja anapanga na kuniua. Kile kilifanyika, mimi nikangoja, akafanya shughuli yake, alikuwa mtu wa pikipiki. Akapanda bike yake akaenda. Mimi nikachukua vitu zangu, nguo tu za kuvaa. Sikutukua na shughuli na vitu za nyumba. Nikachukua nguo za mtoto, nikachukua vitabu zake, nguo zangu, nikaingisha kwa gunia na nikakimbiza kwa jirani na nikarudi. Sikutaka aone kama naenda. Na nikachukua mtoto nikampeleka shule. Yeye ako na hiyo bike. Lakini hawezi sema kama wazazi wengine, acha nipeleke mtoto shule nikiendanga. Hata imuhusu. Mimi nachukua bike, naita bike, yani hata ana aibu. Niite bike, mabike iko kwa nyumba. Na baba mtoto ako na bike kwa nyumba. Yani alikuwa kabisa yani amewachilia familia. Mimi nikamtime, kati amepanda pikipiki yake ameenda. Mimi mtoto akaenda shule. Na mtoto kuenda shule ndio kuendanga. Na wewe ndio ulienda? Nikaenda, nikajipanga, nikatafuta mahali ndakaa hiyo siku. Saa 10 nikaenda nikachukua mtoto kwa shule. Yeye hajui kitu. Nikachukua mtoto kwa shule. Sasa anakujanga usiku. Nikachukua mtoto, kaenda penye nilienda nikatulia. Nikatulia kwa dada yangu. Nikieleza familia sasa venye mambo iko. Sasa wakati nilielezea dada yangu, akaniambia siku moja huyu mtu atakuua. Si jokes. Haya, mimi nikaenda nikatulia kwa dada yangu pale. Alijua kwa dada yako? Hakujua, alijua tu nimeenda, lakini penye niko ajui. Sasa akaanza kujifanya, silali. Hiyo ni kwao, anaambia watu wa kwao, mimi niko mgonjwa. Hagi ameenda, ameniacha, niko na shida. Nikaambia familia yao, saa hii ndiye mimi kwani mimi ni ugonjwa. Mimi nimeenda, simemuondokea nimemwachia boma yake. Afanye vile anataka, hata asikujangi, aache ikaenge hivyo. Mimi nimeenda. Na kuna kitu nilibeba. Ilikuwa na gas. Kati nilibeba gas. Kuinua hivi. Sijui alisensa ama nini. Akaniambia wacha atapeleka mwenyewe kurefill tarudi. Kitu hajawahi fanya. Ni kama alisense. Mimi nikaachanisha gas tu. Mimi nikaenda. Nikafanya shughuli yangu, nikachukua mtoto. Nikakaa kwa dada yangu hiyo mwezi mmoja. Nikajipanga, nikatafuta nyumba yangu. Aliongea, akafanya nini, akaomba msamaha, sitarudia, sijui nini. Mimi nikaachana na shughuli zake. Mimi nikafanya shughuli zangu. Sasa tuko separate. Mimi mmeseparate sasa. Separate. Hapo ndio umemwachia nyumba na huko ni boma. Ilifika wakati sasa tumefika kwa boma. Kumbe sikueleza hapo. Tulifika tukatoka kwa rent. Mkaenda sasa kwa boma. Tukaenda kwa boma. Hapo kwa boma sikuiona rangi ya amani ni gani. Boma ilikuwa ni yao ama ni amejenga? Kabisa. Yeye. Boma ni yake, ilifika akapewa na ile dunia ya familia. Kwa wewe kapewa akauza yake akajenga boma tukakaa. Hapo sasa. Sasa heri ile ilikuwa rentals. Sasa ikafika mimi nikamwachia hiyo boma yake. Nyumba alikuwa amejenga permanent. Lakini nikamwachia vitu za kila kitu, hata nguo ya kuvaa. Nilibeba tu zile za kidogo za kushinda. Sasa hapo wakati tumeseparate. Mimi nikawa maisha yangu, naenda soko yangu, nikabadilisha mpaka mtoto shule tena haraka sana. Sasa akaanza kuongea, unaona alikuwa na wanaume. Sasa hii nyumba ako na nyumba, anaishi nyumba peke yake, anaishi mnafikiria anakaa na nani? Kuna wanaume, kuna kulipa shule, kuna sijui kufanya nini, kulipa rent, kuna wa shopping. Mimi Mungu alinisaidia wakati nilitoka kwake tukaseparate. Amani ilikuja, kazi yangu ikashika, nikawa maisha tu neema. Akanipea neema na nikasahau
Kumbe kusahau kwangu ndio sasa nimeanza. Majanga ikaamka sasa. Ilifika mahali kumbe jioni anajua naendanga soko wapi. Anajua naingia na alifuata kutoka vile natoka soko penye nauzia mpaka njia yenye naenda penye naishi. Akafuata akajua mahali naishi. Na nilidhani nimeenda mbali. Wapi? Ikabidi aanze kunisumbua. Sasa alifika mpaka nyumba. Nakaa tu jioni hivi. Nasikia mtu anabishia kwa mlango. Nikamwangalia, "Ni nini umekuja kwangu? Boma yako iko huko. Nilikuachia kila kitu kae vile unataka." Sasa amejua mpaka mahali unaishi. Mpaka niko pahali niko. Sasa atuli anaweza kuja wiki mzima. Kila siku anakuja tu. Kila siku anakuja kunisumbua tu. Na una react aje? Sasa ilifika nikaeleza mahali nilikuwa watu hapo kwa kwenye ulikuwa unaishi. Kwa rent ya majirani. Nikaambia landlord, nikaambia majirani, nikaambia nilikuja kwa sababu ya hii na hii na hii. Unaona? Sasa wakati tuliseparate nimeenda kuishi kwa ile nyumba yangu sasa. Kuacha kwa dada yangu. Kwangu sasa. Kwako sasa. Sasa sijui nini iliendelea lakini wakati mimi nilitoka pale, nikaenda kwa dada yangu lakini kabla nitoke niende sasa kukaa pale nilikaa. Nilienda nikuripoti kwa polisi. Kwanza. Nikaripoti kwa polisi, nikaambia polisi mtu alikuwa anataka kunifanyia ABCD ndio huyu mimi. OCS kuangalia hapa hii mkono singefanya hivi. Nilikuwa nafanya tu. Yaani amekupiga mpaka alinipiga kabisa mpaka viboko inaonekana zimejichora. Wakaandika wakanipea OB. Sikuwa nataka ati kumshika ama nini. Nilitaka kila mtu akae wapi? Kwake. Akaitwa na huko kaambiwa sasa hii si lazima mkae pamoja. Ikifika unachapa mtoto wa watu hivi, kaa kwako. Si amekuachia boma. Unawashwa na wapi? Kabisa. Haya, responsibility mwenyewe amechukua analea mtoto wake. Na wewe unajua sheria ni gani? Mtoto anakaa na mama mpaka miaka 18. Akatulia lakini wapi? Akaacha yani akuji kila siku. Anapiga simu anajifanya vile yeye ni mzuri, vile shetani alikuwa sijui nini. Mimi kwa roho yangu nilisema haiwezi kuwa. Hiyo imetosha. Huko nyuma nilivumilia lakini nimeona ananibeba ujinga. Okay, wakati hiyo nini ilimtuliza kiasi akaacha kunisumbua sana. Hiyo kumpeleka polisi. Akatulia lakini si ati aliwacha, alitulia. Tena tu kutulia kama ulikuwa unakuja wiki siku 2. Hapo ndio tulianzia. Alijua mpaka mtoto penye anasoma. Akaenda akapata hiyo wakati alikuwa grade 3. Nilikuwa nalipa 40,000 per year. Akasema ako na pesa. Unatoa wapi 40,000? Unalipa. Na nimeng'ang'ana na huyo mtoto kutoka kuzaliwa. Ni nini namsumbua? 40 imemsumbua zini yangu. Mimi nikaacha mimi nikafanya shughuli zangu. Siku moja shule imefungwa. Ilikuwa likizo ya Disemba. Akakuja akatime anajua nimeenda kazi, mtoto akiingia anakaa na majirani. Akakuja akachukua mtoto. Akampeleka mahali sikujua ni wapi. Alianza tu sasa. Akachukua mtoto na ampeleki kwao, si kwa aunti yake, si kwa anko yake. Alijua wazazi walikuwa pamoja na mimi. Wazazi wake. Wazazi wake. Tulikuwa tunaelewana sana. Kama kuna wazazi wazuri ni wake. Hawakuwa elewana na yeye. Hata nikiwaambiana wazazi, huyu jamaa ananisumbua, namjua ni mkweli. Sasa ikafika wakati amechukua mtoto. Kati alichukua huyo mtoto tukasumbuana sana. Hapo ndio sasa janga iliamka. Mwezi imeisha. Nilitulia, wiki ikaisha. Na mtoto aendi shule? Hapo anaenda shule likizo sasa ile ya Novemba. Walikuwa wamefunga. Okay. Sasa mimi nikamuita nikamwambia unajua hivi tunasumbua mtoto ni bure. Wacha tusumbuane wawili lakini huyu mtoto achana naye. Huyu mtoto kitu ya kwanza ni msichana. Hata uende wapi, huyu mtoto tunakaa naye. Mimi ndio mama yake. Sasa hii unatafuta kuingia ndani bure. Wewe leta mtoto, wacha tusumbuane tukiwa wawili. Usiweke mtoto ndani. Akaona akichukua mtoto, nitaenda kwake juu ya mtoto. Ya mtoto.
alikuwa anatafuta hiyo mahusiano. Alikuwa anataka kukurudisha kupitia mtoto. Lakini njia ametumia angepeleka huyo mtoto kwa shosho yake. Kwa mama yake sasa. Kwa mama yake. Yeye akachukua akapeleka kwa marafiki. Unaona? Mtoto alikuwa kwa marafiki? Alikuwa kwa marafiki, sio kwa kwao. Mimi kaniuma, nikaenda nikatafuta afisa wa watoto. Nikamwambia sasa mimi nimekuja na ABCD. Bahati mzuri nashukuru ilikuwa mama. Huyu mama nilienda nikamuelezea mwanzo mpaka sasa. Kamwambia hivi na hivi imeendelea. Jamaa amechukua mtoto. Mtoto ni msichana, ni mdogo. Grade hiyo wakati ndiye alikuwa anaingia 4. Yeah, grade 4. Hiyo iliuma huyo mama kabisa. Alinisaidia. Akampigia simu. Akamwambia kuja hapa haraka. Akakuja, mimi nikaitwa. Wakamwambia bwana, kitu moja ndio tunaulizana, mtoto ulimpeleka wapi? Unajua huko upeleki kichwa. Huko ni sheria. Akasema mtoto nilimpeleka sijui kwa. Wakamwambia mama alikufa? Hapana. Dada yako alikufa? Hapana. Ndugu yako amekufa? Nini nakufanya unachukua mtoto wako damu yako unapeleka kwa marafiki? Na kitu ikipatikana utatujibu aje? Na wakimrape manake ni mtoto msichana. Kamwambia ungeleta huyu mtoto nyumbani, ungepeleka kwao kwa nyanya yake, hiyo ni story tofauti. Hii kesi ingekuwa. Lakini unachukua mtoto wewe na akili yako yote, unapeleka kwa majirani. Ni mtoto msichana, unafikiria aje? Wakamwambia before asubuhi ifike, huyu mtoto afike hapa. Na kama utaki ndamuendea. Hapo ni ameamrisha sasa na serikali. Ikabidi akatii. Mtoto kuletwa, anakaa ni kama mama yake alikufa, mtoto ako tu na stress, yani nilihuzunika sana. Yani huwa ni kama hachungwi vizuri. Hachungwi vizuri. Na mtoto alikuwa msmart, anakaa vizuri na mimi. Sasa wakamwambia, huyo madam akaniambia, mama usijali. Huyu mtoto ndiye atamaliza hii kesi. Akaniambia ya muende sasa. Tuna deal na mtoto. Tutapiga story na mtoto, mtoto atachagua mahali pa kwenda. Kakaa wakauliza. Yeah. Hiyo sasa akaleta huyo mtoto. Kati alileta huyo mtoto akaulizwa unakaanga na nani? Mama. Nani analipa fees? Mama. Nani analipa rent? Mama. Unataka kukaa na nani? Mama. Kwa nini sio baba? Baba ni mbaya. Kisha hiyo story zimeisha. Sasa hapo mmemaliza. Wakamwambia unasikia? Sasa huyu mtoto anaenda kukaa na mama yake. Na tukikusikia tena umechukua mtoto, sheria itachukua mkondo wake. Yeah. Si hivyo ndio ukapatiwa mtoto. Kapewa mtoto. Kaanza kuishi na yeye. Kaanza kuishi na mtoto. Ndio mwanzo ya machungu. Sasa akasikia uchungu sasa. Akasikia sasa mimi nimemshinda. Na huyu jamaa maisha yake atakangi nimshinde. Atakangi kushinda na atakangi kuambiwa. Mwanamke ananiambia nini? Ananiambia nini? Mimi nikatulia, sasa hakuna vile atachukua mtoto, lakini atakuja tu jioni, ati sijui anabeba mkate, sijui amebeba nini. Kwani ametoka wapi saa hii? Si amekuwa huku nyuma tukiishi. Mbona hakuwa ilete hiyo mkate? Kabisa. Na mimi akileta majirani wakaniambia, "Acha kama hiyo ndio shida yake, acha alete." Akileta pea mtoto. Hapo komea hapo kwa sababu vile umetueleza saa hizi uko na mtoto. Kwa hii story uko na mtoto. Yeye amenyang'anywa custody ya mtoto. Ni wewe sasa uko na mtoto fully. Maana wajua watoto hawajui kusema uongo. Huwa wanasema wanasema ukweli. Sasa nataka tukirudi uniambie ilifanyikaje? Ilikuwaje mpaka akafika mahali anakukatakata? Yes. Okay. Na alikuwa ameongea akasema siku moja nitafanya nini? Nitakumaliza. Alikuwa shaisema? Yeah. Okay. Alikuwa shaisema. Si mara moja? Hapana. Wakati niliangalia nyuma mara ya pili, naweza nikakutana na panga. Panga kwa kichwa. Kwa kichwa. Naendelea kukata hiyo kichwa. Akaendelea kukata kichwa. Watu walikuwa wapi? Nikasikia nikipelekwa emergency ward, nikasikia nikiongezwa damu, nikasikia paka nikienda theater.
Hi, good people. This is the Talk It All Show, a very beautiful show hosted by the one and only Lydia Kamano. And this is a show where we'll be doing interviews, people with stories that change life. To some of you, to most of you. So stay tuned to this amazing channel so that we can inspire someone, so that we can teach before we expire. Tuendelee. Okay, tumefika mahali ambapo kisa kilifanyika. Tueleze kisa. Ilikuwa wakati mmoja, nilikuwa nimeenda kazi, kawaida sokoni. Baada ya soko jioni, nikawa nimefunga kazi yangu kuelekea kwa nyumba. Wakati niliingia kwa nyumba kwa gari bila kujua kuna mtu ananifuatilia. Gari unamaanisha matatu? Matatu. Kaingia kwa matatu. Kumbe alikuwa amefuata, ameangalia nimeingia, ametangulia stage. Ameangalia nimepanda gari gani. Hako na bike. Waweza kufuata ile gari nyuma. Kafuata, akaona nimeshuka. Saa 12. Wakati nikashuka mahali nilikuwa naishi, kuna center fulani kabla ya kuingia. Kulikuwa na rasha. Kashuka nikaingia shopping center kidogo. Kaingia kuchukua mboga 1-2 hapo. Bado saizi anakufuata na ujui. Mimi kwanza penye anajua ananunua mboga ametangulia. Ule mama wa mboga alikuwa ashajua tunasumbuananga. Alikuwa anajua vizuri. Wakati aliingia kwa mama mboga na akatoka. Bese mama mboga mimi nikaenda huko. Fika huko mama mboga akaniambia, "Ai, fulani. Na jamaa amekuja hapa lakini hebu muangalie vizuri. Hayuko sawa. Angalia kuwa chonjo, angalia. Hebu harakisha waende kwa nyumba." Mbona alikwambia hivyo? Ama alikuwa na hasira? Alisense. Maybe hasira hivi. Okay. Na alikuwa ameongea akasema siku moja nitafanya nini? Nitakumaliza. Alikuwa shaisema? Yeah. Okay. Alikuwa shaisema. Si mara moja? Hapana. Huyu mama mboga akaniambia fanya hivi. Harakisha nunua chenye unanunua, nirosha tu kwa nyumba. Huyu jamaa sidhani kama anatembea vizuri. Mimi juu sina ile mafikira. Anaweza yani nika-ignore. Nikanunua vitu zangu, nikaingia barabara ya kuingia kwa nyumba. Kufika tu ndio nimeingia kwa hiyo barabara hivi. Nasikia mtu anaitana nyuma, fulani. Ai. Najua nimezoea ananisumbua. Mimi si kuangalia nyuma. Bado kutembea. Bado anafanya aje? Anaitana. Fulani. Takuita jina. Kati aliniita jina nikaangalia nyuma nikamjibu, "Ni nini unanifuata? Unataka nini? Unanisumbulia nini?" Wakati niliangalia nyuma mara ya pili, naweza nikakutana na panga. Panga kwa kichwa. Kwa kichwa. Nikaanguka chini. Na nilikuwa nimebeba mizigo kwa mkono 2. Wakati walikata hiyo kichwa nikaanguka chini. Sasa akapata nafasi. Naendelea kukata hiyo kichwa. Akaendelea kukata kichwa? Kichwa. Watu walikuwa wapi? Sasa sijafika kwa nyumba. Si yuko mbali na center. Nikapiga nduru moja. Wakati nilipiga hiyo nduru, watu wakasikia. Ule mama wa mboga alijua. Alisikia sauti yangu na akajua ni nini imefanyika. Yeye ndiye alitoka wa kwanza. Akapata ni yeye anafanya nini? Ananikata. Akapiga nduru, watu wakakuja, kuna mzee wa mtaa alikuja. Nyumba 10 alikuja, watu wengi wakakuja. Sasa kila mtu mwenye anakuja hanisaidii. Kila mtu anaogopa silaha. Wakati kuna watu walikuja, walikuwa wa matatu. Wakasimamisha gari wakaingia. Kukuja kuniona wanaona kuna mtu anafanya nini? Anaumizwa. Sasa huyo mzee mtaa alikuja, akatoa mawe kubwa sana, akalinga huyo jamaa mkono. Hii mkono ikaangusha ile panga. Ile panga wananchi wakaendea. Wakachukua ile panga,
Sasa wakimnyang'anya hiyo panga, tulikuwa tumeng'ang'ana na hiyo panga. Alikuwa anataka kunikata shingo. Alitaka kukata shingo? Yes. Sasa bahati mbaya nikawa nimefunga sweta paka kwa shingo. Sasa ikawa ikamshinda. Sasa hii kung'ang'ana na panga nikashika, ndio nikaumizwa hizo vidole. Akakukata vidole? Akanikata vidole, nikapoteza vidole 3. Vidole 3? Vidole 3. Na pande ya kichwa kuna masikio mahali aliweza kukata. Alikata upande wa masikio? Masikio ya pande zote. Huku kwa mdomo, huku kwa jozi. Huku kwa jozi. Sorry. Lakini sasa kwa mguu kuanzia kwa kiuno kuteremka chini hakuweza hakugusa kiuno mpaka chini. Lakini mikono na kichwa iliathirika sana. Naye aliumia katika hiyo process ya nyinyi kupigana? Hakuumia sasa yeye. Sasa kenye kilifanyika wakati watu walikuja kuniokoa. Si sasa wakakabiliana na wenye wa kunisaidia mimi na iko wenye kukabiliana na yeye. Wakamshika, wakamweka chini. Kuna mwenye alileta mafuta taa na kuna mwenye alikuja na kiberiti. Walitaka kumchoma na mimi niende hospitali. Sasa mimi nilikuwa nasikia kila kitu. Ninasikia kila kitu. Nasikia inaenda. Sikuwa naweza kupumua vizuri. Lakini nilikuwa nasikia kila kitu. Mawazo iko tu sawa. Nikasikia vile waliita ambulance. Nikaulizwa wanasikia aje, nikamwambia hewa tu ndio nasikia ikifanya ikiisha. Nikasikia vile wanampeleka huko, wakataka kuwasha kiberiti, mtu akakuja, hapana msimuue, wakaachana na yeye wakumuua. Mimi nikapelekwa hospitali. Sasa kuwekwa kwa ambulance, kapelekwa hospitali. Kwa nyumba nimeacha mtoto. Kwa na mtoto na mama yangu mzazi alikuwa amenitembelea. Sasa kisa kikifanyika alikuwa mama yangu mzazi alikuwa amenitembelea na mtoto. Sasa mimi nikapelekwa hospitali, kufika kwa emergency. Wakiniita jina, ninaitika. Nikiulizwa wapi unaumia, ninasema. Hapa ni wapi? Ni hospitali. Nilikuwa na nini zangu vizuri kabisa. Fahamu zilikuwa kabisa. Nikaulizwa kila kitu, mimi ndio niliandika statement. Kwa hiyo hali niliandika kila kitu juu mwenye alinipeleka ni mzee wa mtaa. Kanipeleka paka hospitali. Kunifikisha huko akaandikisha kila kitu, nikawekwa emergency ward. Yeye akarudi. Nikaandikisha kila kitu, nikasikia nikipelekwa emergency ward, nikasikia nikiongezwa damu, nikasikia paka nikienda theater. Wakati nilipelekwa theater, wakati nilifikishwa huko ndio nikasikia kama fahamu zikaisha. Baadaye nasikia kama nililala nikaamka. Kuamka niko kwa ward. Sasa hizi vidole ambazo nilipoteza zilikuwa zingali, hazikutoka kwanza. Hazikuwa zilikuwa zimehang tu. Na daktari alikuwa anajaribu aone kama anaweza zirudisha. Hata alikuwa anapigia hesabu inaweza rudi. Kwanza nikaenda wakashughulikia zenye zimekatwa lakini bado zingali. Kashughulikiwa, nilikaa pale theater masaa 8. 8 hours nikiwa theater. Kichwa peke yake. Nikatolewa usiku. Wakati nilitoka, Mungu ni mwaminifu, nilitoka kama nimeenda ward, sikuenda ICU. Nilitoka tu theater paka kwa ward. Wale madaktari wa theater niliambiwa walikuwa 12. Wakatoka huko mabaadaye wakikuja kuona vile niko. Kuja wakaniuliza fulani. Nikaitika. Unatuona? Sisi ni akina nani? Madaktari. Wakashukuru sana, wakafurahi. Wakaona ningali na ile operation imekuwa successful. Nikakaa ward 3 months. 3 months. Did he come to visit you? Alikuja kukutembelea? Sasa yeye wakati mimi nilipelekwa hospitali na pia alishikwa. Akawekwa rumande ya. Wakati mimi nashughulikiwa, yeye pia anashughulikiwa pale. Uzuri mama alikuwa nyumbani, sasa alikuwa na mtoto. Sasa alikuwa na mtoto na hawakuwahi mruhusu akuje kuniona kwa sababu ni mzazi. Sasa ndugu yangu ambaye ni mkubwa kwangu, yeye ndiye alikaa na mimi hospitali. Theater nilikuwa naenda every Monday. Nilienda mara 6 theater.
6 times. 6 times. Wakishughulikia kichwa na pamoja na hapa. Mkono ndio ilikuwa na shida. Huku kichwa walishona tu mara moja na hapa haikuwa na shida, lakini kuna kuosha hizo vidonda za kichwa. Waezi osha ukiona ama ukiwa na zile fahamu ni uchungu. Sasa niliendanga every Monday, wanaenda kutoanisha, wanaosha, wanafunga. Sasa kila ukienda theater ndugu yangu ana sign. Tena Monday ingine nikienda yeye ndiye ana sign. mpaka 6. Baada ya I think kichwa nilienda 3 times. Mkono sasa ikaleta shida. Hii mkono walikuwa wakienda leo, wakienda kupiga picha, kuna kitu ijashonwa ama kuna vile niliwekea huku, niwekea machuma au ukishika ndio hizi. Wakaenda machuma. Yeah. Chuma ndio hizi. Yeah. Sasa ilikuwa tukienda mara ya kwanza, kuna chuma ziliachwa nje. Nikarudi haijapona. Wanaenda kufungua tu pale, wanarudisha hiyo chuma. Nakaa wiki moja. Hapa kuna chuwaya zilikuwa hapa. Wanaenda kutoa tena, wanabadilisha hivyo. Kuna wakati nilienda theater ya namba 5. Ya 5 nilienda, dawa ikakataa kuparalyze mwili. Juu kwa hiyo mkono walikuwa na paralyze tu mkono. Kuna siku ilikataa. Na washafanya ni kushona. Walishona nikisikia. Ulisikia uchungu? Yeah, wakishona paka wakamaliza. Juu sasa washafanya, hawezi acha. Hivyo ndio kulikuwa. Nikatibiwa miezi 3. Baada ya miezi 3 nikadischargiwa, lakini clinics iliendelea for 2 years. 2 years wanaenda wanaosha hii mkono, wanafanyia occupational therapy kwa miaka 2. Kichwa ilipona haraka, lakini kuna hizo scars zilikaa. Yeah, lakini mkono ndio ilichukua muda. Kwa sababu wakifanyia hiyo occupational therapy kuna wakati unasikia uchungu, inaendelea kuuma, madawa hivyo. Na pengine tuseme, nikikuuliza kwa mtazamaji mwenye anatutazama, what really led to hiyo hasira ya mume wako mpaka akakukatakata? Labda saa zingine tunaweza blame the guy, pengine labda pia wewe ulikuwa na upungufu katika ndoa yako labda. Okay, kilichochangia huyu jamaa fika wakati ya kutaka kunimaliza, aliona maisha yangu yanaendelea, yake hiendelei. Tangu tuachane nina amani, yeye ana amani. Sasa hasira yake ilitoka pale. Hasira ilitoka pale. Kwa nini ameniacha na ameenda kuendelea? Yeye ilikuwa niende niteseke nirudi kwake. Ikakuwa vice versa. Okay. Hapo ndio hasira ilitoka. Hapo hasira ilitoka, akaona heri nikufu tu. Kwanza aliandika barua, akaacha kwa nyumba. Akasema wacha tukufe wote. Ndio hii ndio tupumzike. Wacha niue na nikufe. Sasa ikakuwa hivi. Mimi nipone na yeye afungwe. Yeah. Okay. And kwa mtazamaji anayetutazama, what advice can you give women ndio isifike level kama hiyo, unakatwa kichwa, unakatwa mikono, manake hauna vidole zingine, ifike mpaka hata hapa unakatwa kabisa? Ni nini wanafaa kufanya? Okay, manake pia ni somo wanafaa kujifundisha kutumia story yako. Kwa mama wenzangu, wasichana wenye wanajipanga kuingia kwa ndoa, ndio tuko wengi. Advice naweza peana mama yote ambaye ananisikiza. Ndoa usilazimishe. Ukiona mtu anaanza vita, kukupiga, kukukemea, kukuongelesha vibaya, hakuna kitu ati kwa ndoa ati unavumilia, ati ndoa ni kupigwa, ati mtu anakupenda. Hakuna kitu kama hiyo. Ndoa inafaa ikae mzuri. Changamoto hazikosi, lakini kama kuna ile kuongea, unaweza kosana ndio, lakini fika mtu anainua mkono kukupiga, mtu anakufanya ati nimekuoa, nimelipa mahari, sio issue. Mnaweza lipa mahari paka mlipe hata mamilioni ngapi, lakini hana hiyo nguvu. Advice ninaweza pea mama mwenzangu, usivumilie ndoa. Ndoa si ya kuvumilia, ni kitu ya maisha. Sasa utapigwa tu, upigwe, mwisho mtu anaamua kukumalizia.
So usiwahi vumilia. Ndoa sio kitu ya kuvumilia kiwango ya mtu kukumaliza, kukuua ama akuache mlemavu. Hani amekubakisha lakini uko mlemavu. Kwa nini? Mtu usivumilie. Ukiona tu ndoa haiendi, ukiona mtu anaanza ati ndakuua, kwanza hapo kwa kuua, sijui ndakufanyaje, ninaweza. Yeye ni nani? Hakuna mtu ana uwezo ya kudhulumu mwenzake. Ukiona kama ndoa imekuwa ngumu, si lazima ukae kwa hiyo ndoa. Toka, rudi, fanya shughuli zako. Mambo ni mengi. Wewe ni mama, uko na watoto. Watoto wewe ndio kila kitu. Hata kama huyo mzee yako, wewe ni mama. Ukiwacha mtoto akateseke ama akae na baba, in the name of sijui nini, wachana nayo. Toka kwa hiyo ndoa, enda shughulika na maisha yako, enda hata kwenyu. Hakuna mzazi mwenye anaweza kataa mtoto wake. Ukiangalia tu ndoa imekuwa ngumu, mtu anakutishia, nitakuua siku moja. Usidhani ni jokes. Hakuna mtu mwenye ana joke na kitu kama hiyo. Nitakuua siku moja na nitakuua siku moja. Moja, usingoje arudie ya pili. Hii ya pili ni kukumaliza. Na tukimalizia ni kwamba najua you got justice. Do you regret for maybe kwa sababu najua sheria ilichukua mkondo wake na akafungwa. Do you regret taking that decision? Do you regret kwamba yeye ako jela? Nilifurahi kwa wakati alipelekwa kufungwa kwa sababu alinipea freedom. Ilifika wakati tunafanya kesi akiwa nje inakuwa ngumu. Nilienda paka rescue kwa sababu ako wapi? Anafanyia kesi nje. Wakati nilisikia amefungwa, amewekwa ndani, nikashukuru. Nikaambia Mungu asante. Ngawaje sikufurahi kwa sababu sikupata justice vizuri. Hakupata kifungo ile inafaa. Lakini nashukuru kwa sababu at least saizi niko free, naweza fanya moja mbili, naweza shughulikia watoto wangu. Na mtoto apaje shule, anaendelea vizuri? Mtoto ako salama, mtoto alikuja akapata amani, kukosa kuona ile violence alikuwa anaona. Mtoto kila saa kelele, vita. Wakati alikosa baba, kukaa na mama, aliona amani, hata alinona. Mtoto alikuwa ameanza kupata pressure bure tu na ni mtoto mdogo. Lakini tulikaa na yeye, akaona amani. Na saizi mko na amani? Saizi tuko na amani, tunashukuru Mungu sana. Wow. Asante sana Mariam kwa kuja leo na kutuelezea kisa chako. It is a very touching story and I pray to God Mungu akupatie neema na akupatie nguvu jinsi alivyokuponyesha. Maana saizi unakaa vizuri kabisa. Hata mtu asipokuangalia kwa umakini hawezi jua labda ulikatakatwa kichwa. But thank you for sharing your story. Continue supporting your baby. Continue educating women that si lazima upigwe kwa ndoa ndio ndoa ionekane iko sawa. If it is not working, then leave. Yeah. Yes. So thank you so much for watching this episode of Talk It All. Till next time, bye-bye.